akumbukwe na Mungu maishani, maisha yake yote, si maishani, maisha yake yote. Mambo matatu. Jambo la kwanza, mtu mwenye ambaye anaweza kusimama na wakati nyumba ya Mungu inajengwa au wakati mahali Mungu anatafutiwa pa kuomba. Kumbuka ile mstari nimekusomea. Daudi aliponunulia Mungu madhabahu, tauni ilizuiliwa. Kwa njia nyingine, shida ilikoma katika ufalme wake. Namba 2, yule ambaye umjengea Mungu mahali pake na kusimama kwa sababu ya mahali pake. Jambo la pili, Mungu umtetea yeye na hata utetea hata watoto wa watoto maishani. Inawahi muona mzee akatoa brodi akajengwa kanisa, lakini after miaka mingi watoto wake walikosa kazi. After 5 years wote walipata kazi. Kwa hivyo jambo la kumjengea Mungu madhabahu ni jambo la kupea mtu mwangaza katika nyumba yake. Na namba 3, wale watu usimama katika nyumba ya Mungu na hata pia kumrekebishia makao yake. Okay, Bwana asifiwe mtazamaji. Naitwa Apostle Muridhi, niliokoka. Yesu ni Bwana. Nimekuja ili nipate kuongea na wewe mambo mawili matatu, ili tupate kuwa na wakati mzuri leo, ikiwa ni Easter, katika jina la Yesu Kristo, na ili Mungu apate kukubariki na kukuinua in the name of Jesus. Niseme ya kwamba kuna wapendwa wanakuwa kuniuliza wangetaka kuniona namna gani. Sasa niko hapa nikuambia kwamba vile utaweza kuniona. Mimi naonekana hapa Eastern Bypass. Eastern Bypass kutoka Ruai, ukitoka kule unaitwa Kamakis, sema uwekewe Mariro ama Alpha Park, na basi utapata kuniona. Ukiwa hapo Alpha ama Mariro, ukiinua macho yako tu kwa hii bypass, utaiona kanisa letu la blue kwa mabati, na niko na imani Mungu atakubariki sana in the name of Jesus. Wale mnekuwa mkiniuliza hata jana Sunday tutataka kukuona, tutakuona aje? Piga hiyo simu iko hapo chini. Najua utanipata, utakuja, tutakuwa na maombi na wewe. Huwa ninaombea watu, huwa naweka mikono kwa wapendwa walio wagonjwa wanaponywa. Huwa naweka mikono kwa watu waliofungwa na maroho aina mbalimbali, na Kristo huwa anawafungua kwa jina la Yesu Kristo. Mimi si mhubiri tu wa kuongea sauti ya Mungu peke yake, ni mhubiri ambaye amebarikiwa na vipawa vingine kama vya uponyaji, tenda miujiza, na vile kufungua watu kwa kila aina yote ya roho inakushida in the name of Jesus. Nikiendelea kuongea na kusema vile Mungu anavyoniongoza kwa taifa na kwa wapendwa wote katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji, wewe ambaye unataka kuniona, kupiga hiyo simu, na kama naweza kuona mambo ya wengine, siwezi nikashindwa kusema yako, ama siwezi nikashindwa kuongea yale maybe inakusumbua maishani na kuyaombea na kuyaondoa. Mimi si yule mhubiri ambaye anaonaga anapakisha pale. Naona kile nachokiona na tena naingia kwa maombi, tunaomba na Mungu anakutetea katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo leo mtazamaji, nimekuja ili niwe na maneno mawili na wewe, na ili nipate kukukumbusha ya kwamba nasindi kukumbusha marafiki wangu wale Mungu ananiwekea kwa Savina TV, YouTube na TikTok, ya kwamba tarehe 10 mwezi wa 5 ndio mwezi ambaye tunaweka ni wakati, iwe ni wakati wa kununulia Mungu mahali hapa tupo. Kanisa, niko na imani ya kwamba Mungu najua atakubariki sana ukiwa mmoja wa kusikana pamoja nami. Mimi najua ya kwamba nikiwa mmoja sitaweza, lakini tukiwa wengi tutaweza katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka uwekewe na huyu brother hii picha yetu yote ya hapa kanisani, ule uwanja tunanunua, na ili upate kuona vile upana wake na urefu wake
na upate kujua kwamba hakika mpendwa, tunanunulia Mungu mahali hapa kama vile unavyoona. Hebu nataka uwekewe upande wa nje, kutoka pale nje yote itese yote. Hebu angalia pale nje, kutoka nje yote iko vile ambavyo unavyoiona, na kisha baadaye najua utaendelea kuangalia hata hapa ndani, utaendelea kuangalia hata vile huku nje upande wa kule mbali, kwa maana hii kiwanja ni kia 50 by 120, 50 by 120. Kiwanja kineka, ile kanisa inekalia kiwanja ya 40 by 60. Kwa hivyo leo ikiwa ni siku yetu ya kukuambia kwamba ningetaka uwe mmoja wa support katika mahali hapa, naamini ya kwamba Mungu ataweza kukubariki sana na kuweza kukutendea kwa jina la Yesu Kristo. Kama vile unavyoangalia huko kote, vile unavyooneshwa, niko na imani Mungu atazidi kuendelea kukubariki na kuweza kukutendea kwa jina la Yesu Kristo. Ile kitu ningetaka kusema sasa, ningetaka kusema ya kwamba tunaweza kutoka pande hiyo, na nipate sasa kukuletea neno. Nitarudi kwako tena nikuambia kwamba tuendelee kumtegea Mungu madhabahu haya. Ni kwa sababu ningetaka leo tusome neno linayeandamana na mambo ya kufanya kazi ya Mungu, na ili upate kubarikiwa na kuinuliwa. Mpendwa, wapendwa, wanaosema apostle ni kama apostle anasema tu, lakini ni kama tuambii tufanye hivi na vile. Sasa mimi nakuonesha mfano ule. Nakumbuka Mungu aliniambia kuna watu watakuja kunisaidia kutunulia Mungu mahali hapa, na ninaamini ya kwamba Mungu anewaweka. Niliambiwa na Mungu kuna watu, hata kuna mtu hata Andy wakati 1 2 3 4 wakati fulani atasimama na 1 million kwa sababu ya kununua kiwanja hiki. Hii kiwanja tukunebakiza kabalance kiasi, maana hii kiwanja tunahitaji 1.4 million na ili kiwanja iwe yetu completely. Kwa hivyo niko na imani Mungu atakubariki sana. Naomba brother tu anaweza kutoka ndani, naomba tu Mungu aweze kukusaidia na ili ukapate kunisaidia kwa jina la Yesu Kristo. Naomba hivi Mungu asungumuzie mtu. Maybe unawahi enda kwa pastor 1 2 3 akafanya ama akawa ya kwamba vile alisema atafanya hakufanya, lakini mimi niko na imani kuna mtu Mungu anaenda kuinua kwa sababu ya kunisaidia tununue kiwanja hiki. Hebu nikwambie, hakuna kitu kizuri katika duniani kama kununulia Mungu mahali pake pa kuabudiwa, ama kufanya hivi, kujengea Mungu mahali pa yeye kuabudiwa. Hebu niseme hii, mbinguni kutakuwa na vitabu vitafunuliwa vya matendo, na ni kweli, maana katika Revelation Bible ikasema ya kwamba kitabu kimoja kikatolewa kilioandikwa majina ya watu. Bible inasema na vitabu vingine vikatolewa vile ambavyo ni vya matendo. Bible ikasema ya kwamba na kila mtu akahukumiwa kulingana na matendo yake, na kwa kila mtu akapokea thawabu kulingana na matendo yake. Ile tendo litakayefunuliwa maybe pale mbinguni, huenda ikawa jambo ili apostol anakuambia la kununulia Mungu mahali hapa. Hii ni tendo moja itaapia mbele ya Mungu one day kusema ya kwamba hawa walifanya kwangu, nami pia nimepata kuona nikiwa hapa mbinguni. Kwa hivyo niko na imani watu watakapojitoa tununulie Mungu mahali, nitashukuru sana kwa jina la Yesu Kristo. Na kabla ya hiyo ningetaka tuingie katika neno na tupate kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Wakati moja Mungu aliongea na Musa. Wakati moja Mungu aliongea na Musa akamwambia anene na watu juu ya kumtafutia sadaka yake ya kujenga hema ya makutano. Hebu ngoja tuangalie hapa na tupate kubarikiwa. Nataka tuende katika kitabu cha Exodus. Nasoma simu yangu
Kwa hivyo ukisikia ni nesta kidogo, maybe ni kupigwa ama maybe mambo kama hiyo. Lakini leo nataka tuangalie katika kitabu cha Exodus, ni Kutoka kwa Biblia ya Kiswahili, sura yake ni ya 25 na kwa njia mstari wa kwanza. Sura yake ya 25 kwa njia mstari wa kwanza. Exodus, Bible inasema hivi: Bwana akanena na Musa na kumwambia. Nataka ushike hapa, ni Bwana ananena na Musa na kumwambia. Akamwambiaje? Waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, ambaye anatoa kwa kujipendea. Bible inaendelea kusema ya kwamba amtolee kwake sadaka yangu. Kila mmoja anitolee kutoka kwake sadaka yangu. Mstari wa 3, Bible ikasema, sadaka utakayopokea mkononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na saba. Dhahabu na fedha na saba. Huyu ni Mungu anaongea na Musa juu ya kutwaliwa sadaka na wana wa Israeli. Ile sadaka ambayo watakaitoa iwe sadaka ya mahali pa Mungu patakatifu, na ili Mungu aweze kupendezwa na ile sadaka. Hebu niongee hapa. Ni nani aniongea na Musa? Ni Mungu. Anemwambia nena na watu wangu Israeli. Na kama vile nimekuja kunena na watu wa Mungu hapa, nena na watu wangu Israeli, waambie ya kwamba kila mmoja anitwalie sadaka ya mahali pangu pa hema, na ambaye kila mtu moyo wake unapendezwa na kutenda kutoka kwangu, ambaye moyo wake ambaye wapenda kupenda kutoa kwangu. Somebody say amina. Leo niko hapa Church of God nikiongea na wewe, nikuambie ya kwamba nami pia mwezi wa 10, ilikuwa mwezi wa 10, nikasikia ndani ya nafsi yangu, hii pesa tulikusanya na hii kutosa, si unene na watu hawa. Nikasikia Bwana akiniongeleza, si unene na watu wangu hawa ambaye unekuwa kwao, ukiongea na wao sauti yangu, uwajulishe habari yangu ya kwamba niko na kitu napaswa kutendewa na wao. Na hapo ndipo mwezi wa Disemba Mungu akikisia akiniongeleza ati ako na watu wake ambaye atatuma wafanye kazi pamoja nami, na niko na imani, na mimi niko na imani na Mungu ambaye ninayemtumikia. Uende ikawa hiyo tarehe 10 mwezi wa 5, hiyo Monday itakuwa ikifuata, ama hiyo wiki itakuwa ikifuata, nitasimama hapa niseme na Mungu akatumana vile alisema atatumana. Mimi naongea kama mwanadamu, lakini aliyepeana ile sauti aingie kwa watu wake hawa, wawe wenye kusimama kwa sababu ya kazi yake mpaka nizagae. Kumbuka mimi ni mzee aliye na miaka almost 50, inaenda 57, na ambaye nimekuwa kwa hii huduma inaenda more than miaka kama 25 years nikiwa kwa huduma bila kutoka. Najua kuna mtu ambaye anatokaka kuhudumu alafu anaenda alafu pia anarudi. Bwana asifiwe. Mimi tangu niitwe mwaka wa 2002 mpaka today nimekuwa hapo kwa madhabahu nikihudumia Mungu, nikihudumia watu wake. Nitakuja hiyo siku ingine kuongea vile Mungu alivyoniita na vile nilivyojua sasa ninaitwa nitumike. Lakini kando na hiyo, sasa kwa hiyo miaka almost 20 something, maana hata kabla niwe na Safina TV, niwe na Safina Glory Church, nilikuwa na hudumu kama evangelism
na nikuhudumia hata kwetu kanisani. Ningetaka kusema hivi, Church of God, wakati niliposikia Mungu ananituma niongee na watu wake juu ya kumnunulia sehemu hii, niliweza kushukuru sana. Nikasema na kumbe Mungu, kwa hiyo muda wote uninekuwa kwa madhabahu yako nikikuhudumia, nikinena na wewe, inefika ni wakati na vile ninekulilia miaka mingi, ili my Father unipee uweza wa kukutafutia mahali. Bwana, ni wakati huu. Nilisushukuru sana. Unajua kuna watu wanafanya mambo hawajasikia kutoka kwa Mungu. Hata wewe ambaye unanisikia hapa saa hii, kama vile ninekusomea mustari, nataka uende usikize Mungu kama atakuongeleza. Singetaka ufanye kitu ambaye hujasikia Mungu akiongea. Maana wale watu ambaye wanafanyaga mambo bila kusikia kutoka kwa Mungu wanakuwaga na shida na yale mambo walioyafanya. Lakini mtu mwenye ambaye anasikiaga kutoka kwa Mungu na anafanya vile Mungu anasema, vile Mungu aniongea, wanakuwaga na furaha sana wakifanya. Hebu sikiza hapa Exodus 25 verse 1. Bwana akanena na Musa kumwambia, mstari wa pili, nataka uzike hiyo. Mstari wa pili, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wapenda kumpenda, wapenda kutenda. Oh my God, wapenda. Okay, hebu nirudia hiyo hata kama ijakosa. Hebu kwanza nirudie mstari ule. Waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ampa moyo wake kumpenda, kumpea ama kutoa. Kwa hivyo ni moyo uliopenda kumpea, sio kwa kulazimishwa, lakini kule ndani in spirit, ndani ya moyo wako, kule ndani unesungumuziwa tayari karabosha ya kwamba nasikia kutenda hivi kwa huyu mtumishi wa Bwana, kutenda kwa huyu mtu wa Bwana, ili nimsaidie. Niko na imani nitapata mtu hapa akiwa kunisaidia. Tununulie Mungu mahali hapa, na wakati wa kujenga tumujengee Mungu madhabahu. Hata by the way, mataifa wakiingia watasema na huku ni kwa yule Mungu tuliopenda kwenda kumwabudu. I believe in the name of Jesus. Na kama Mungu anesikia kunitoa katika ema, maana kujenga na mapati, hiyo ni ema. Kujenga kwa kajo, yani ukoboe mahali kwa kajo, maana kwa hii ministry na waikoboa kwa kajo, nikapewa nikajenga. Hiyo vile vile ni ema. Lakini kwa Mungu ni kama vile mtu anaitwa Daudi aliambiwa na kadhi, enda ukamununulie Mungu mahali pake pa kuabudiwa, na hii problem inekuwa katika nyumba yako Daudi itakoma. Orikaramasheteria. Kwa hivyo hiyo yote ambayo niongea pale, hiyo yote ni yema. Lakini kuna mahali kunaweza kuwa hapa ni kwa Mungu. Kama ni choo inejengwa kwa Mungu. Kama ni ofisi inejengwa kwa Mungu. Kama ni gari inesimama parking, kama leo hapa kwa studio ninesimamiza gari hapo nje kwa parking, hiyo parking ni kwa Mungu. Kama watu watakuwa wakisifu kama vile unioneswa hapa kwa madhabahu, naomba brother aonese ile madhabahu pale, kama vile unioneswa hapa kwa madhabahu, wanaabudu kwa Mungu. Kwa hivyo hakuna kitu kizuri church kama hapa unioneswa saa hii. Najua atakata ili wakati mwingine nikitiza naweka pale ya hapo. Hebu sikiza ya kwamba wakati watu wanaingia kuabudu Mungu, wanaingia kuabudu Mungu
kwa Mungu urima kataria. Mimi wakati naweza kufika hapo, Jehova Mungu wa mbingu na nchi, nitakushukuru sana, na nitakushukuru tukiwa na mpendwa huyu, maana Mungu niko na imani atakusaidia. Na kama vile uwe unasikia sauti ya Bwana nikiongea, hata hii ni voice of God. Wakati wa Daudi aliambiwa hivi, nikienda kumalizia, wakati wa Daudi aliambiwa hivi na Bwana katika kitabu cha Samuel, ni Samueli wa pili sura yake ya 24 na mstari wa 18. Nataka tukimbie na wewe tu pale kwa haraka, tuangalie vile Mungu alivyomwambia, vile Daudi aliambiwa na Arauna nabii afanye katika madhabahu. Hebu angalia hapa katika mstari wake ni wa 18 wa Samueli wa pili sura ya 24 na mstari wa 18. Mimi Mungu aliniambia miaka kama 8 iliyopita ya kwamba kama ninahubiri message iwe yoyote nirudiage. Nikaambia Mungu nipatie spirit kule ndani ya kunikubusa kurudia. Kwa maana Mungu aliniambia wengi hawashiki kwa mara moja, yani hawaelewi kwa mara moja, lakini ukisema useme kila mtu ataelewa kila kitu. Na ndio mafundisho yangu mara nyingi ufundisha kanisa, hata wahubiri wa nje wanasukuaga serious topic, wanasubiri kwa makanisa, maana ni kitu inerudiwa. Usiende hii ya prophetic na unabii, ebu teremuka kwa vipindi zangu za miaka mingi, maana hata hizo nitaanza kusiweka hapa mbele, uone ya kwamba huwa narudia na ili kila mtu aweze kusika. Okay, Samueli wa pili sura ya 24 na mstari ni wa 18. Siku hiyo Kadhi akamwambia Daudi. Kadhi alikuwa nabii wa Daudi. Naomba niwe nabii wako leo. Sikiza, wakati huo Kadhi alikuwa nabii wa Daudi, ambaye alikuwa anamweka karibu na yeye kwa sababu ya kusikia Mungu wakati anataka kusikia Mungu. Hebu sikiza. Siku hiyo Kadhi akamwendea Daudi akamwambia, haya, kwea wewe ukamununulie Bwana madhabahu. Kwea, naomba Mungu niwe na watu ambaye watatumwa na Mungu, waende wakajikusanye wakalete tumununulie Mungu madhabahu. Ati kwea wewe ukamununulie Bwana madhabahu penye kiwanja saa Arauna Mwebusi. Mstari wa 19. Basi Daudi akakwea sawasawa na neno la Kadhi kama Bwana alivyomwamuru. Hivyo ndivyo Daudi alivyoondoka akaenda kwa Arauna akamununulia Bwana kiwanja. Na kabla nitoke kwa hiyo topic, mstari wa 25 inasema ya kwamba naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Basi Bwana alirudia inji na tauni ikasuiriwa katika Israeli. Ebu niache pale, maana najua nikiendelea kwa hii kutabambanua nitakaa zaidi. Lakini sikiza, wakati huo Israeli kulikuwa na vita, ni kwa maana Daudi anemkosea Mungu. Na kwa hivyo ule anaitwa nabii wake Kadhi akatumwa na Mungu kwa Daudi, akamwambia Daudi, Bwana yuasema hivi ya kwamba mujegee madhabahu, mununulie madhabahu na umujegee. Na ukisafanya hivyo, ukisanunua madhabahu, ile prepremu inekupata kwa kipindi kia siku 3 itaondoka. Daudi akaondoka kwa haraka akaenda kwa Arauna. Arauna alipomkuta, okay, unaweza kusoma mambo mingi sana pale, maana hata Arauna hakuwa anataka
Daudi anunue kiwanja alikuwa anataka kumpatia, maana na mheshimu kama mfalme. Lakini Daudi akamwambia, niusie na uniusie kwa bei kali, manake sitamnunulia Mungu ama sitamfanyia Mungu kitu nisichokiendea kwa gharama. Naombea watu ambaye wanayenisikiza hapa, wacheni wapendwa, tushikane kwa pamoja, tumjengee Mungu ama tumtafutie Mungu mahali pake pa kuabudiwa. Nasikiaga ndani yangu nikiwa na mpaka kusimamisia Mungu prayer center. Ni nani huyo atashika mtu wa Mungu mikono ya kwamba tumnunulie Mungu mahali, tena tufanye hapo ni mahali pake pa prayer center? Watu wataingia pale wakiwa na matozi, walie kwa Mungu wake wao, kisha baadaye watoke Mungu akiwa anewajibu. Mpaka nasikiaga nikiwa na maono ya kuwa ile prayer center kule kando yake kuna nyumba za watu ambao wanaitwa yatima. Watu watakimbilia pale, makaraboshe terena ya raka soka, watafutie watakimbia pale wakiwa maskini, hawana unga wapate unga, hawana vazi wapate vazi. Hiyo Dorcas house, na kuomba Mungu nisiondoke duniani kabla sijaiona ikiwa inesimama mahali pa watu kukimbia wakiwa na shida, mahali pa watu kukimbilia wakihitaji maombi. Hizo vitu mbili naomba Mungu atusaidie. Lakini leo naongea hapa nikiwa kama mbele ya watu wote nje ya Kenya, Tanzania kule na unwasaidi na Uganda na kuna Ethiopia. Nitangaza niseme hivi, Mungu atusaidie tumjengee Bwana madhabahu, mahali pa kukutania na kuliabudu jina lake. Ori karabashi noria. Hebu niseme hii kabla nimalize katika hii ibada. Hebu niseme hii. Jambo la kwanza, Church of God, nataka kuongea mambo matatu ambayo wakati inaweza kufanya mtu akumbukwe na Mungu maisha yake yote. Si maishani, maisha yake yote. Mambo matatu. Jambo la kwanza, mtu mwenye ambaye anaweza kusimama na wakati nyumba ya Mungu inajengwa au wakati mahali Mungu anatafutiwa pa kuomba. Kumbuka ile mstari nimekusomea. Daudi aliponunulia Mungu madhabahu, tauni ilizuiliwa. Kwa njia nyingine, shida ilikoma katika ufalme wake. Namba 2, yule ambaye umjengea Mungu mahali pake na kusimama kwa sababu ya mahali pake. Jambo la pili, Mungu umutetea yeye na hata utetea hata watoto wa watoto maishani. Inawahi muona mzee akatoa brodi akajengwa kanisa, lakini after miaka mingi watoto wake walikosa kazi. After 5 years wote walipata kazi. Kwa hivyo jambo la kumjengea Mungu madhabahu ni jambo la kupea mtu mwangaza katika nyumba yake. Na namba 3, wale watu usimama katika nyumba ya Mungu na hata pia kumrekebishia makao yake. Inafanyikaga kama wakati wa mfalme aliyoitwa Uzia, ambaye katika kitabu kia Isaia 38 ya kwamba kwa sababu alitengeneza nyumba ya Mungu wakati wa kufa, wakati alipoletewa ripoti ya kufa, Bible inasema Mungu alituma Isaia akamwambia, ambia Uzia nimemuongezea miaka ingine ambaye ni 15. Ninesikia vile ananiomba na ninekumbuka habari njema aliyoifanya miaka nyingi iliyopita. Nami pia miaka hiyo alikuwa na miaka 25 na leo ako na miaka 40, na muongezea tena miaka ingine 15 ya kuendelea
kutawala katika jina la Yesu. Mambo haya matatu kiwaangalia, I am telling you, lazima Mungu atakumbuka maisha yako. Wacha nikuombee. Jehova Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo naweka wapendwa hawa mbele zako my Father, tukienda kujitolea na ukienda kuingia ndani mwao my Father, ukanene na wao kwa sauti ya kueleweka, ukanene na wao kwa sauti ya kufahamika, na ili Mungu akakuelewe, wakakuunderstand in the name of Jesus. Mungu, niko na imani wale watu uliniambia utaniinulia, utaniinulia. Uliniambia ya kwamba ni kuamini kwa hilo na ni kuaminie kwa hilo. My Father, niko na imani unetuma kuyu na kuyu na kuyu wafanye kazi yako mahali hapa. Asante Mungu, ni kwa sababu najua ya kuwa my Father utatenda na utaonekana katika jina la Yesu. Pokea sifa na ile heshima, maana Mungu unetenda ukaonekana, in Jesus name. Na salom, na Mungu akubariki, akutendee mema, in Jesus name.